Yanga wajipongeze kwa ubingwa wa safari hii. Wajipongeze kwa sababu ubingwa wa safari wa Yanga, yani kwanza ubingwa waliochukua Yanga safari hii hauna lawama nyingi za marefa. Umeelewa? Yani kwa mara ya kwanza Yanga nadhani kwenye historia ya ndoo zake, ndio maana nasema kwa mara ya kwanza kwenye historia ya ndoo ya Yanga, huu ndio ubingwa ambao hauna kelele nyingi za marefa. Japo una kelele za upande mwingine za kuhusiana na masuala ya udhamini wa vilabu. Lakini kelele za marefali, ubingwa huu nadhani ndio wa kwanza wa marefa wa Yanga kuchukua ukiwa hauna kelele za marefa. Umeelewa? Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho ni kitu kizuri kwa upande wake yeye na kinawanufaisha pia. Ndio maana kwamba wanatakiwa kufeel proud na ubingwa wao. Sijui umeelewa? Kwa sababu wamechukua ubingwa kwa nidhamu ambayo sio ya kwao. Kwani kuna zamu mimi na wewe tunashindana hapa mimi na wewe. Yaani kwenye swala la zamu, ndio maana nikwambia swala la zamu liko wazi hilo. Swala la zamu liko wazi. Na ugomvi mkubwa ambao Yanga amegombana nao pia mwaka huu nayo inaonekana alikuwa anataka kuchukua mara 4 mfululizo. Kwa sababu mwenzake alichukua mara 4 mfululizo. Kwa hiyo kwa nini achukue mara 3? Ndio maana wanakubali na wao sasa. Hata kama unasema zamu sio kwetu na sisi hatukubali. Mpaka na sisi tuchukue mara 4. Kwa sababu endapo asingechukua mara 4 pia hao wenzao wangewatambia. Kama sisi tulichukua wakati tupo vizuri tulichukua mara 4 mfululizo. Nyinyi mmechukua mara 3, kitu ambacho wasingejisikia vizuri. Wasingejisikia vizuri. Afu kicheki wapo kwenye piki kabisa. Bwana, Simba alifeli wapi? Tuanzie hapa. Kuanzia kwenye uongozi mzima, ligi kuu, tuianzie hapa. Simba walifeli wapi msimu huu? Simba hawajafeli, ila Simba wamefelishwa na mindset zao na watu ambao wameizunguka timu na watu ambao wanaosimamia mpira. Umeelewa? Simba kama Simba hawajafeli, ila Simba wamefelishwa na mindset zao. Simba wamefelishwa na watu ambao wanaosimamia mpira. Simba wamefelishwa na viongozi wao. Hapo na maana gani Big M? Tuiweke sawa kwamba Simba wamefeli kwa sababu unapofanya marekebisho ya kikosi kwa kiwango kikubwa kama kile, automatically utakiwa kuanza kuchukua ubingwa kwenye msimu huo. Ukianza kujidanganya unataka kwenda kuchukua ndoo, unajipoteza. Tayari unataka kutengeneza mazingira ya kubeba ubingwa kwenye kikosi ambacho ndio kinajitafuta, kitu ambacho hakitokei. Na kama kikitokea ni kwa bahati mbaya. Kwa hiyo hata kufika kwao finali ya kombe la shirikisho ni bahati mbaya. Yaani finali shirikisho kwanza ni bahati mbaya, lakini pia kule nawaambiaga kila siku kwamba kilichotokea Simba, unajua kuna ukweli ambao hatutaki kuuficha. Yaani tuongee uhalisia. Simba unajua unajua kuna masuala ya competition international. Simba ndo ameivua Joho Tanzania. Yaani kuna gwanda fulani lile la upimbi na kuonekana ni maboya kule. Lile gwanda Tanzania ametuvua Simba. Hili jambo liko wazi. Walikuwa wameenda kufanya vizuri kimataifa. Tena mfululizo. Back to back wamefanya vizuri. Kwa hiyo ile ikasababisha hata Yanga ambaye ilikuwa mbovu wakaona kwamba na sisi tufanye juu chini tufikie level hii, tufikie level ile. Umeelewa? Kwa hiyo unaposema kwamba muende kufikia kwenye ile level, umeelewa sijui wakati wenzao wanapambana kwenda kwenye level ya Simba, Simba ikawa anafanyaje? Ana drop. Kwa hiyo Simba kwenye mambo ya international amebakiza kitu kinaitwa kama legacy. Yaani ametengeneza kitu kama utawala fulani ambao watu wakihitaji kwa Mkapa atoki mtu, na wakiangalia historia ya Mkapa na Simba wanaona kwamba pale kweli pana moto. Umeelewa? Lakini kumbe kuna muda Simba kiuhalisia anakuwa ameshageuka kuwa paka. Anakuwa sio Simba tena. Lakini kwa sababu umeshaambiwa pale kwenye ule msitu kuna Simba, amegeuka kuwa paka sasa hivi. Umeelewa? Ila kwa sababu ushaambiwa pale kwenye ule msitu kuna Simba ambaye wewe haujui kama ameshageuka kuwa paka, huo msitu lazima utapita kwa wasiwasi sana. Huko ukiangalia mbele, nyuma, pembeni, kushoto na kulia. Kwa sababu unajua muda wote atatokea Simba. Kumbe Simba amegeuka kuwa paka. Siri ya Simba kugeuka kuwa paka, wanaijua wana kijiji wa kijiji kile husika, ambao ni watu wanaishi katika kijiji kile na ambao ndio ule msitu wanaojua. Wanajua kwamba kwenye ule msitu siku hizi sisi tunaenda kunywa maji, tunaenda kuchota maji na hakuna lolote ambalo linatokea pale. Yule Simba pale hayupo, kuna paka. Umeelewa? Kwa hiyo wale wana kijiji ndio hizi timu za ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ambao hizi timu zinajua kwamba Simba hamna kitu. Ila wana kijiji ambao wanatoka kwenye vijiji vya jirani ambao kile kijiji sio cha kwao. Wanajua bado kwenye kile kijiji kwenye ule msitu kuna Simba. Sijui unanielewa? Kuelewa vizuri. Kwa hiyo wakiwa wanajua bado kuna Simba, wanaenda wanafanya mambo kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo uhalisia ndio upo hapo sasa. Wale walioko kwenye kijiji wanajua kwamba amekuwa paka vilabu vya Tanzania.
ila wale kuwepo nje wanajua kuna ule msitu bado kuna simba. Kwa hiyo wanaendelea kuwa na mashaka, wanakuwa na woga. Kwa hiyo wanapokuwa na woga na mashaka yao, yule paka hata akikimbia kacha wakisikia majani, wanakimbia na wao, wanajua paka simba ndio huyo anakuja sasa. Kumbe maskini ya Mungu paka tu hamna lolote. Ndio hivyo. Bwana, simba wengi wanazungumza na kusema ya kwamba muamuzi hakuwa upande wao, kwa maana ya kwamba hata ukitazama mazingira ya penalty yenyewe si dhahiri shahiri kama ilikuwa inastahili kwa penalty, na pengine ndio inaweza ikawa sababu ya muamuzi aliamua kuwatoa mchezoni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kweli bodi ya ligi kakwenda kuwachukua waamuzi kutoka Misri, muamuzi nambari 1 Afrika, na kumleta kuchezesha dabi ya Kariakoo, bado tena hakuwa upande wa Simba. Hii vipi? Mashabiki wa Simba mbona Yaani hiyo ni kama vile watu wanatafuta tu Simba kutokea. Umeelewa? Kiuhalisia yule refarii amejitahidi sana siku ile, na kujitahidi kwake ameonyesha kwa vitendo kabisa. Umeelewa? Angalia ile foul ambayo alikuja kudanganya Pacome mwanzo alivyochezea kadi. Yes. Alimuonyesha kwamba mimi sio daraja hilo la marefali wenu akina Tatu Malogo. Umeelewa? Akina Tatu Malogo. Kamuonyesha mimi sio wale akina Tatu Malogo, mimi sio akina Tatu Malogo ndo si refali wetu Tanzania. Tatu Malogo akina Elisasi. Kamuonyesha kwamba mimi sio yule nani wale yule wa mechi ya Simba na Mungu, sometimes linatokaga sana jina lake ile jamaa yule refali. Kaonyesha daraja. Class. Umeona class. Kuja fanya unapofanya maamuzi kama yale na mtu anakuambia kwamba wewe umekuja, yani ukizungumzia kwa mfano twende kwenye hiyo penalty. Kweni kwenye ile penalty nani alikuwa kwanza kucheza mpira kabla kutokea faul? Nani alikuwa kwanza kucheza mpira kabla haijatokea faul? Pacome alienda kugusa mpira. Sio alienda kugusa mpira. Pacome ameucheza ule mpira akauhamisha kabisa kutoka upande ambao ulikuwa pale, ukaenda ukamvuka kabisa mpaka nani? Kamala. Umeelewa? Kwa hiyo automatic huyu aliocheza mpira basi ndo anakuwa alichezewa faulu. Lakini sio kama tunamlinda goalkeeper kwenye eneo lake. Hayo ndo mambo yamesababisha mpaka Pamba wakanyimwa goli kule za nani kule Mwanza. Watu wamegombana wenyewe kwa wenyewe, nani yule Fondo na Kamala wanagongana, goli mchezaji wa Pamba anatia chuma kwenye kamba, wanakataliwa goli lao Pamba, wanakuja kwamba wamecheza faulu wakati mijiti imegongana yenyewe kwa wenyewe. Umeelewa sijui? Hayo mambo hayo hivyo. Yaani inaangaliwa faulu imetokea kwa namna gani pale kwenye penalty box ile. Na ile penalty box pia hata ukisikia kuna ile penalty box na kuna ile sita ya golikipa ile pale. Umeelewa sijui? Hizi ni zone zote za golikipa. Lakini zinatofautiana katika ulinzi wa golikipa. Anavolindwa akiwa kwenye ile sita, tofauti na anavolindwa akiwa kwenye ile kubwa kabisa ile 18. Umeelewa? Kuelewa vizuri. Kwa hiyo mtu anataka kutaka kutengeneza mazingira kutakuonekana kwamba pale imetokea faulu kwa golikipa, sio kweli, kwa sababu kwanza kucheza mpira ule ni Pacome, ndio ile ambayo imesababisha mpaka refarii akaenda kuweka penalty. Kwa sababu Pacome alishaonyesha kwamba lengo lake yeye kwenda kucheza mpira, ila Kamala anatafsirika kwamba lengo lake yeye kwenda kumcheza nani? Pacome. Sio mpira, kwa sababu yeye hakucheza mpira ambao tayari mpira ulishachezwa na Pacome. Kwa hiyo Simba wanatafuta chaka la kujifichia. Hapo wanatafuta chaka la kujisifishia tu. Ila cha msingi wakubali tu kwamba washakuwa paka sasa hivi nchini hapa, watulie waangalie namna gani ambapo wanaweza kurudisha usimba wao. Hivi kuna haja yote ya waamuzi sasa kuanza kupata elimu kuhusiana na kile ambacho kilichokuja kuoneshwa na muamuzi nambari 1 pamoja na nambari 2 na nambari 3 kutokea ardhi ya Misri? Hawana haja yoyote. Hawana haja, nasema hawana haja kwa sababu oya, marefali wetu sisi sio kama wabaya. Nisikilizeni sana jamani ninavyosema hili neno. Marefali wetu sisi sio kama marefali hawajui kuchezesha mpira. Wale akina Elisasi, umeelewa sijui? Hawa akina nani yule Kayoko, akina Alajiga ni marefali wazuri mno. Kwa sababu wale marefali angalia, kuna kwenye hiyo misimu ya huko nyuma kila refali amewahi kuwa refali bora. Umeelewa? Kwa ndani hapa. Lakini shida ya marefali wale tunakuja kuwaona wajui kwa sababu wale marefali wanachezesha mpira kwa maagizo. Umeelewa? Wanapopewa maagizo kwamba leo nenda kacheze mpira, anatakiwa kushinda awe huyu, pale ndio ile anaenda kuvurunda na kufanya mambo ambayo haeleweki, kwa sababu asikwambie mtu ipo kwenye maisha mpaka kwenye mambo ambayo tunafanya kila siku. Kwenye jambo ambalo unalifanya kila siku, kuna siku unakuwa upo kwenye mudi na kuna siku unakuwa upo off mudi. Umeelewa? Hizi timu mbili za Kariakoo, Simba na Yanga, wakiwa watu wanapewa maagizo kwamba hizo timu mbili zinatakiwa zishinde,
Kuna siku wanaingia kwenye mechi wakiwa wao wapo off mood, wakiwa hapo katika kiwango kile ambacho watu wanawategemea na kuwajua kila siku bado wanabidi perform katika level hiyo. Wakiwa hapo kwenye kile kiwango, tafsiri yake zile timu zingine sasa ndio zinakuwa katika kiwango kikubwa. Sasa unabidi upambane wewe kama referee kuhakikisha sasa ile timu ndogo ambayo ipo katika level kubwa siku ile na ipo katika fomu ya hali ya juu haishindi mechi. Anayekuja kushinda na huyu ambaye yuko obvious huyo. Hapo lazima utakuja kufanya vituko ambavyo duniani havijawahi kuonekana kabisa. Umeelewa? Lazima utakuja kufanya vituko ambavyo duniani havijawahi kuonekana. Utakuja kufanya mambo ya ajabu kabisa. Kwa sababu lazima umlinde huyu ambaye umepewa maagizo inabidi ashinde, wakati siku ile yeye sio siku mzuri kazini kwake. Kwa hiyo maagizo ndio yanawafanya marefa wetu wanakuwa wabaya. Ila sio kama hawajui kucheza mpira. Wanajua vizuri sana wale marefa. Wako vizuri marefa wetu Tanzania. Ila maagizo. Kuna waamuzi wanaingia uwanjani wana maagizo. Yaani wenyewe wanafahamu ya kwamba anakwenda kushinda fulani. Mamlaka ndo zinasababisha watu wanapata maagizo, wakipata maagizo wanakuja kufanya mambo yaeleweke. Maagizo tu. Wale marefa wetu lazima marefa tunawajua sisi huko Swahilini. Kwani kabla kwenda kucheza huko ligi kuu wameanza kuniko na mpaka sasa hivi ligi kuu ni wanapiga ndondo huko Swahilini tunawaona na wanachezesha mechi za Uswahilini zingine. Wanacheza vizuri. Tena sometimes unakuta Milanzimeni hapo Uswahilini hata hijui chochote kile. Inakimbia tu mule kwenye flanks kama Milanzimeni ya ligi kuu. Maki Milanzimeni ya ligi kuu hata hijui jinsi ya kukamata offside. Ili uweze kuikamata offside, hakikisha wewe referee ambaye ni line 1 au line 2 unatembea na beki wa mwisho wa ile timu ambayo wewe ndio upo kwenye upande wao ili kuwakamatia offside zao. Sijui umeelewa? Yaani hakikisha yule beki wa mwisho anapokuwepo beki wa mwisho. Umeelewa sijui? Unakuwa naye wewe uko naye sawa. Akiingia ndani njoo naye. Rudi naye. Sijui umeelewa? Lakini sisi kibongo bongo unaweza kukuta referee yule ambaye ni linesman yupo huku, afu last defender yuko hapa. Au kama hapa anakamata offside. Au unakuta kuna muda hii lazima liko huku. Last defender yuko hapa. Unakamata vipi hapo offside? Hawajui kitu. Ila kwa referee wale wa ndani wale ambao wa ndani. Yaani achana management. Yaani management nakwambia ile haijui, ile siitaki. Ila wale wanaopuliza filimbi akina Rajiga wanajua mpaka basi. Ila maagizo yanawafelisha. Basi. Kumbe kujua wanajua. Ila nakwambia wanapewa maagizo. Sababu zinazowafanya ili kwenda kuwaumiza kwa sababu hata zinapotokea katika hizi dabi, ukiangalia dabi kadhaa ambazo zimepita, Young Africans anashinda dabi 4 na hii hapa hii ya juzi ni dabi ya 5. Unafikiri ukiangalia unafikiri kuna mwamuzi alikuwa anaingia uwanjani kwa ajili na matokeo yake kabisa akiwa anajua kwamba hiki ndicho kenyewe kinachokwenda kutokea? Ndio maagizo hayo. Ndio hayo maagizo. Kwa hiyo Simba wanaumizwa. Sio Simba tu. Yaani nikwambia kwenye maagizo manake kuna muda wanaumia Simba, kuna muda wanaumia Yanga. Lakini wao ndio wanufaika wakubwa wao marefali kwenye maagizo. Ila sisi wengine sasa ndio balaa linatukuta kila mwaka. Kutoka Azamu kuja chini huko. Wote wahanga wa maagizo ambao wanapewa marefali juu ya Simba na Yanga kwenye kufaulu mechi zao. Hapo unamaanisha nini? Si ndio sisi tunakandamizwa ili wao washinde, ili wao wagombanie ubingwa. Yaani ubingwa ligi ya Tanzania mimi nakwambia astaghfirullah lazima nchi yani mpira wa Tanzania huu. Hype ambayo inapata mpira wa Tanzania. The way wa Tanzania tunaupenda mpira. The way wa Tanzania tunapenda kusifia timu zetu hizi ambazo watu wabaki hizo timu za kulisha wanavyopenda kuzisifia. Na sisi wengine tupo na Azamu wetu tunataka tuisifie na tutaisifia na mpaka sifa zitafika huko ambako ulimwengu upo. Hii nguvu kama ingekuwa ligi yetu inaenda kwa kunyoosha maelezo hivi. Si ligi yetu ingeweza kuwa hata namba 2 kwa ubora Afrika. Tungeweza kufika kule. Namba 2 kwa ubora Afrika. Kwa sababu timu zinaweza kukompiti. Yaani timu zile zenyewe, timu kama timu zinaweza kukompiti uwanjani. Sijui umeelewa Nje mashabiki wanaweza kuhype. Mitandao ya kijamii ndio ina hatari hapa Tanzania. Watu kutwa nzima wapo online. Sijui umeelewa Ila shida ndio inakuja hapo tu. Shida inakuja hapo tu. Kwenye kufanyaje? Kwenye kuagizana mambo. Yale maagizo yanawafanya watu wanakuwa wanarudi nyuma. Hasa kurudi nyuma kwenda kunaharibu mipango. Ligi yetu sisi kama ingekuwa inanyosha maelezo. Wewe. Sisi tungekuwa ligi tamu. Watu wangetamba mpaka mwisho.